masharti yale. Sebuleni kabaki kwanza chumbani tusubiri kidogo. Sawa sawa. Nani ndugu na jamaa wote wanakuja kukata tamaa. Waambieni Chadema ndio tegemeo la watu. Chadema ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Pengine Mwenyezi Mungu ndio atamkia kwamba Chadema sasa safari yake duniani imekwisha. Lakini tunaamini Mungu anaamua kufanya kazi ya siasa. Na sisi watu wa Mara tunatujua. Wakitizungua kipindi hiki na sisi tuna hasira kwa kweli. Wakitunyodoa tunawanyodoa. Watu wametuzuia ukalitia mwaka mzima bila kufanya kazi ya siasa. Sasa hakuna kuzuia mpaka hapo sasa tunafika ikulu. Wakamanda people! Pekee, si ndio? Kuna wenzetu waliwageka, kuna wenzetu walishawishika wakakimbia Chauma. Sisi hatukatai mtu. Karibuni sana, lakini masharti ni yale yale. Sebuleni utabaki kwanza, chumbani utasubiri kidogo. Sawa sawa? Waambieni ndugu na jamaa wote waliokwisha kukata tamaa. Waambieni Chadema ndio tegemeo la watu. Chadema ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Pengine Mwenyezi Mungu ndio atamkia kwamba Chadema sasa safari yenu ya duniani imekwisha. Lakini tunaamini, Mungu anaamini katika sauti ya watu. Tunaamini kwamba tutakwenda kusikilizana mbinguni. Sawa sawa? Baada ya kusema hayo, wakati tunamkaribisha mwenyekiti wetu anapandisha bendera, Mheshimiwa DJ, hebu weka mziki kidogo na msenda. Na operesheni haitakuwa tu pandisha bendera. Tuna mpango wa kusajili hasa wale wanaojipima na Chadema. Wakae vizuri, wajipime. Pengine tunaweza kuwa chama cha kwanza kitakachosajili watu kabisa. Sio takwimu. Kuna kusajili watu na kuna kusajili takwimu. Kwa sababu takwimu hata mwaka huu zilipiga kura milioni 37. Takwimu. Lakini watu waliopiga kura kwenye mioyo yao hata 300,000 hawajapiga kura. Nchi hii. Kwa Chadema tutasajili watu. Pengine kwa mara ya kwanza tunaenda kuvunja rekodi kusajili zaidi ya watu milioni 40 kwenye nchi. Kwa sababu kadi ni mali ya mtu. Na watu wanaotupenda ni wengi. Watu wengi watakuwa na hizo kadi. Hata wale ambao CCM inafikiri ni wanachama wao, ni wanachama wa Chadema, wengi sana. Jambo la pili, tutakuwa na Chadema Family, Operation Chadema Family kwenye mkoa wetu. Operation Chadema Family ambayo itaambatana na ile ya kusajili watu. Lakini la tatu ambalo litakuwa nalo, wakati inaendelea sajili, unasajili alafu unapeperusha nini? Bendera. Unapeperusha nini? Bendera. Peperusha bendera. Na la nne na la msingi, mnajua sisi ndio chama ambacho hakilalamiki lakini kinafanyiwa visa vingi sana. Wakati mwingine tunafanyiwa vituko vibaya sana ambavyo tukiwaambia watu watasema hata hili, au wanadanganya. Sisi ndio chama ambacho wahuni walienda wakabomoa ofisi yetu Bunda na yote iko chini. Wahuni wamebomoa ofisi yetu hapa Msoma, yote iko chini na hakuna mtu mwenye kesi ya uhaini. Hao wahuni hawana kesi hata ya kuku. Lakini kuna watu wetu zaidi ya watu 40 wana kesi zinaitwa za kuharibu za armed robbery, akiwemo Mheshimiwa Kaunya pale Bondo. Lakini kuna Mheshimiwa Lissu ana kesi inaitwa ya nini? Ya uhaini. Ambao ukiwauliza waliompa kesi, hata wao sasa hivi majumbani kwao hawana majibu kwa nini wako na Lissu ndani. Sisi ndio chama tunayopitia hayo. Sisi ndio chama ambacho tuna takwimu kubwa ya kutokuwa na ndugu zetu na hatujui waliko. Ndio maana wimbo huu unaposema yana mwisho, wengine wanafikiri ni wimbo tu.
yana mwisho. Sisi ndio chama ambacho tumeshuhudia watu wanazuiliwa kugombea serikali za mtaa. Mtu alikuwa ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji, akawa diwani, kwanza akawa mwenyekiti wa kitongoji, akawa mwenyekiti wa serikali ya kijiji miaka 10, akawa diwani miaka 5, akawa mwenyekiti wa kamati ya uchumi na fedha kwenye halmashauri. Halafu mwaka 2024 akaambiwa wewe sio raia. Sisi ndio chama ambacho tumeshuhudia mwalimu mstaafu ambaye amewahi kuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Randa na mwalimu mstaafu Nyamwaga shule ya msingi, mwalimu mkuu mstaafu, pigia mstari, mwalimu mkuu anaenguliwa 2024, hajui kusoma na kuandika. Sisi nawaambia vitu ambavyo tumeshuhudia na tumevumilia, si ndio? Sisi ndio chama ambacho tumeshuhudia na tumeshuhudia wakili wa mahakama kuu Deogratias Mainyira anagombea kijiji cha Berege, anainguliwa kwamba hajui kusoma na kuandika. Wakili wa mahakama kuu, pigia mstari, amesoma degree ya sheria alafu amesoma uwakili, alafu anaambiwa hajui kusoma na yani KK, yani ile basic, kwamba yani kusoma kuandika na kuhesabu KK eti hajui. Sisi ndio chama tumeshuhudia. Sisi ndio chama tumeshuhudia kiongozi wetu anapigwa risasi 16 bila kuwa na sababu ya msingi na tukavumilia. Sisi ndio chama tumeshuhudia ndugu zetu wakina Mawazo wao. Sisi ndio chama tumeshuhudia Mdude Chadema Nyagali hayupo duniani, hatujui waliko naye. Sisi ndio chama tumeshuhudia wakina Mrai, wakina Mbise, wakina Soka hawapo. Sisi ndio chama tumemshuhudia Toru, rafiki yetu, tungekuwa naye hapa leo. Kina Amani Manengero, kina Juma Koswahili. Tuseme nini ndugu zangu? Jambo moja nataka niwapongeze ndugu zangu, ni uvumilivu. Uvumilivu. Sara aliweza kupata mtoto akiwa na miaka 90 kwa sababu ya nini? Uvumilivu. Ni juzi tu akina mama walikuwa wanapigwa hapa kama mbwa hapa tarehe 8. Ukiuliza aliyekuwa anawapiga anakuambia kwamba eti amewapiga kwa sababu amesema hawaogopi polisi. Sasa tunasema hapa mchana hatuogopi polisi, hatuogopi mapolisi. Tumesema sasa hapa mchana sasa njoo mtupige tena ili tajiri amfukuze injinia. Sisi wale tunaobaki kama wanavyoondoka watu, na wengine waliondoka hapa wakasema wana ndoto zao, hata sitaki kuwataja. Wakiondoka sisi tuombe Mungu, twende mbele, tusiangalie nyuma. Watu wa mkoa wa Mara mmetushika mkono sana wakati mgumu, na msifikiri sisi tunapoongea hapa, na hili niwaambie wale wanaosema tusemee. Ndugu zangu, hatujakataa kuwasemea, lakini jiulize wewe unafanya nini kuondoa uovu? Tuko kwenye wakati mgumu sana kwenye nchi hii. Zile siasa tulizokuwa tukifanya, zile za oya zile ushabiki kama timu za mpira, jitengeni na hizo siasa. Hali tulionayo ni mbaya. Nawaambia ndugu zangu hapa, ndio maana mnasikia wanajitokeza na vineno. Wengine wanasema sasa tuanze kutoza. Si mnasikia? Sasa tumerudi kivingine.
na tumerudi tukiwa na hasira sana. Chama hiki Watanzania wanakitegemea kwa gharama yoyote ile. Watanzania wamepoteza matumaini. Watanzania wanataka faraja kutoka Chadema. Sasa tumerudi, tutapandisha bendera zetu mkoa mzima tukitangaza amani na upendo, lakini hasitokee mtu akatuzungua, tutamzingua. Sawa sawa. Sisi ni wananchi wema, sisi ni innocent people, tunapigania haki na maslahi ya Watanzania. Mheshimiwa Lissu yuko ndani sio kwa sababu amekosa pesa mboga. Mheshimiwa Lissu yuko ndani sio kwa sababu dada yake yuko hospitali. Mheshimiwa Lissu yuko ndani kwa sababu anapigania haki za Watanzania. Makamanda peoples, tuna kila sababu ya kupaza sauti, kuonyesha kwamba taifa letu linahitaji amani, kuonyesha kwamba taifa letu linahitaji haki. Tunahitaji Mheshimiwa Tundu Lissu aachiliwe ndani pasipo masharti yoyote yale, kwa sababu anapigania haki za Watanzania. Makamanda peoples, Operation May inaanzia Musoma mjini. Operation May tafasiri yake ni nini? Tunakwenda kutangaza operation majimbo yote ya mkoa wa Mara. Hakuna kulala mpaka